Hakuna mtu anaweza kufanikiwa hivi hivi kwenye maisha ya leo bila kuwa na nguvu za majini, bila kuwa na nguvu za kimizimu, bila kuwa na nguvu za kutoa kafara, bila kuwa na kupigwa ndagu zenye nguvu. Ili ufanikiwe unatakiwa kuwa tayari, unahitaji kufanikiwa. Ili ufanikiwe unahitaji kuwa na gharama ili ziweze kununuliwa kafara za kutoa ili ufanikiwe. Huwezi kwenda kwa mganga ili ufanikiwe eti akakueleza uje ukiwa hauna pesa. Haiwezekani. Ili ufanikiwe lazima uwekeze. Lazima uweke mtaji ambao utakufanya wewe ikurahisishie kwa yule mganga kununua mbuzi, kununua ng'ombe, kununua ngamia ili ufikie malengo yako. Kwa hiyo mafanikio yanahitaji kuwekezwa. Investment. Wekeza kwa mganga. Toa pesa, vinunuliwe vitu kwa ajili ya kazi yako. Huwezi kufanikiwa hivi hivi. Kama unahitaji kufanikiwa, kuna kodi ambazo ukizipita unaweza kufanikiwa. Huwezi kufanikiwa hivi hivi. Yaani watu wenye akili na maisha wanaelewa ninachokiongea. Huwezi kutoboa hii dunia hivi hivi. Yaani asikudanganye mtu. Of course wana maneno yao. Mungu tu unajua zile. Tupeni kodi jamani, tupeni kodi twende wapi? Watupe kodi. Tupite wapi? Secret kodi za siri za kumfanya mtu amekuwa tajiri. Kumfanya mtu kuwa na mafanikio ni elimu ya ziada sana. Na haya mambo si mambo ya kitoto ambayo unavyofikiria kwamba napoenda kwa chifu nahitaji kuwa tajiri, basi kivyo vyote ikiwa sina pesa naweza kuwa tajiri. Usijidanganye. Unapokuja kwangu unatakiwa uwe umejipanga. Unapokuja kwangu unatakiwa uwe umejipanga. Ni kweli unahitaji utajiri, ila kuna vitu vinatakiwa kuandaliwa kwenye kukufikisha malengo. Hizi ni kodi. Huwezi kwenda kwa mganga, huwezi kwenda kwa mtu mwenye uwezo wa kufanya wewe kuwa tajiri, mtu mwenye uwezo wa nguvu kukupa wewe ili ufanikiwe. Aiza ni jini, aiza imekupa chuma ulete, aiza amekupa kiumbe, au aiza amekupa ndagu ya kufanya wewe kuwa tajiri hivi hivi. Haiwezekani. Kwa sababu utajiri una thamani, una gharama. Ingekuwa utajiri hauna gharama, basi kila mtu angeweza kuwa tajiri. Lakini utajiri una process. Utajiri una gharama. Kuna kuchinja, kutoa kafara ili ufikie malengo. Wewe unahitaji kuwa tajiri, kwanza utajiri unaanzia moyoni, kumwamini mtu anakusaidia. Utajiri unaanzia moyoni kwa sababu mtu anakusaidia anahitaji kukusaidia kweli ili kufikia malengo. Kwa hiyo kama unahitaji utajiri wa kweli, unatakiwa moyo wako kwanza umwamini huyo anakufanyia hiyo dawa, umwamini huyo unomkabidhi maisha yako, umwamini huyo ambaye anaweza kukufikisha wewe mambo yako unavyotaka. Sio jambo la kitoto. Ili ufanikiwe, kuna mambo unatakiwa kufanya ili ufikie malengo. Ili ufanikiwe, actually kufanikiwa kuwa tajiri. Utajiri ni roho ambayo unahitaji usimikwe kutoka kwenye moyo wako. Kuna watu wanahitaji kupata mali, kuna watu wanahitaji kufanikiwa, lakini wana roho mbili. Mguu mmoja uko ndani, mguu mmoja uko nje. Jamani, nawaeleza ukweli. Kwenye hii dunia tulokuwa nayo hii, huwezi kufanikiwa hivi hivi. Na watu wengi waliofanikiwa kwenye maisha wamekuwa na mali, wamekuwa na pesa. Hizi siri hawakuzisema, hizi siri hawakuzitoa. Ni kwa sababu ili ufanikiwe kufikia malengo ya kuwa tajiri, kuna mambo mengi unatakiwa ufanye upitie kwenye level hiyo. Sio vitu vya kukurupuka. Unahitaji kuwa tajiri, basi unaona kila mganga anaweza kukufikisha wewe kuwa tajiri. Kuna aina ya mganga ambaye ukimfuata akikushika anaweza kukufikisha kuwa tajiri. Jamani, utajiri sio maandazi ukienda kwa mganga akakupa tu. Ili ufanikiwe unatakiwa kuwa tayari kufanikiwa. Akili yako iwe tayari kufanikiwa. Jamani, kila siku tunakuja kueleza kwenye mitandao. Mimi ni only one my chief, the great chief Maalim Mpili. Hakuna nchi ambayo sijakwenda. Nimeenda nchi nyingi kusaidia watu wengi. Kuna watu wanahitaji hizi mali, wako very serious. Kuna watu wana migodi wanahitaji kufanikiwa. Kuna watu wana migodi wanahitaji kutoa madini chini. Kuna watu wamefanya kazi miaka 15 mpaka leo hawana mbele wala nyuma. Kuna watu wanahitaji kupiga hatua kwenye maisha yao. Kuna watu kucha kutwa wanawaza
namna gani mimi nitakuwa tajiri. Kuna watu wana ndoto za utajiri, kuna watu wana ndoto za mafanikio. Kuna watu mpaka leo wamekwenda kwenye vituo vya dua kujaribu kusomewa ili kuwa matajiri, imeshindikana. Kuna watu wamekwenda kwa maprofeti kwenda kuomba msaada wafanikiwe, imeshindikana. Huwezi kufanikiwa hivi hivi, lazima utumie nguvu za asili zenye mshikamano wa nyota yako, kujua na kumwamini anakusaidia, unaweza kufanikiwa. Utajiri sio maandazi, utajiri sio maandazi, utajiri sio boga kila mtu anao. Ili ufanikiwe kuwa tajiri, watakiwa kwenda kwa mtu ambaye unamuona huyu anaweza kanifanya mimi kuwa tajiri. Wapo watu wa namna hiyo, ni kwa sababu wana roho mbili. Roho yake moja inawaza kwamba huyu anaweza kunisaidia, roho ya pili haiwazi kwamba mtu hawezi kusaidiwa. Kwa hiyo wewe kama unahitaji utajiri, uko very serious kweli, unahitaji kufikia malengo ya kuwa tajiri, unahitaji muonekano wa kuonekana wewe ni mtu ambaye una thamani mbele ya jamii. Hakuna mtu, asikudanganye mtu kwenye dunia yetu ya leo kwamba wewe eti uwezi kuwa tajiri. Hakuna mtu aliozaliwa duniani amezaliwa na utajiri. Kila mtu aliozaliwa utajiri ameukuta hapa hapa. Kwani kuna watu walikuwa ni maskini, leo hii ni matajiri? Je, wanakueleza utajiri wao wameutoa wapi? Kuna watu kila mwaka wanatoa makafara ya kuchinja. Kuna watu kila mwaka wanaita mashego, wanafanya dua, wanatoa makafara ya kuchinja ili watu wafikie malengo yao wanayotaka. Kuna watu wana masharti mazito. Sasa tunapokuja kueleza ili ufanikiwe kwenye level ya 21, ili uwe tajiri, ni mtu mwenye kutaka mali, ni mtu mwenye kutaka mafanikio, inakupaswa kuwa tayari kweli. Sio vitu vya kukurupuka ukaona kwamba mimi nahitaji kuwa na mali, basi wewe mguu mmoja ndani mguu mmoja nje, huwezi kufanikiwa. Utajiri sio lele mama. Kwa hiyo kama unahitaji utajiri kweli, moyo wako unahitaji